Ukitaka watu wakuheshimu uwe na nini? Na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekwambia, lakini hekima ya maskini yani haisikilizwi na maneno yake. Yani kwenye kikao nakwambia wewe kaa, wewe unapiga kelele kaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ongea fulani, wewe kaa. Si kwamba hauna maneno mazuri, maana wanaona unaongea utumbo, hauna kitu chochote. Hauna pesa. Ndio maana sema lazima mimi nauchukia masikini kuliko vitu vyote. Amen. Nauchukia masikini kuliko vitu vyote. Yaani kwenye misiba masikini anawahi sana. Bwana Yesu asifiwe. Anatengeneza kuni, anafagia kila siku. Lakini tajiri anakuja siku ya mwisho amenyonga tai yake. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anajibu maswali ya watu ambao hawana majibu. Yeye anatoa keshi. Mimi kinahitajika maji, leteni katoni 50. Bwana Yesu asifiwe. Kana kwambie wewe uwe na pesa, pokea neema ya kupokea pesa. Lakini hekima masikini afanya nini? Wala maneno yake hayasikilizwi. Wala maneno yake hayasikilizwi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba, kwenye familia unataka uheshimiwe, njoo onyesha kitu kwa mama. Mama atapata shauku ya kukupokea. Sasa baba unarudi jioni, umebeba masururu. Anafikia nini sasa mama? Atapokea nini? Beba hata papai hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Beba hata kidogo, ili mama apate shauku. Nina mume wangu hapa, nina mfalme. Lakini nataka nyumbani ukifika wakuheshimu, unanicha kwa kufanya kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Una nini ambacho nataka watu wakifika aseme amefika nani? Lakini ukitua mahali popote anasema amefika mwanaume. Maana wanajua majibu ya njaa hakuna tena. Kuna wanaume ambao nyumbani kwao wanatoka saa 12, anasubiria mtoto bado amelala, ananyanyuka kimya kimya, kwa maana anajua akiamka mke wangu anaweza kuniomba pesa na mimi sina. Unakuta naye asubuhi na mwizi, unaenda wapi? Niko hapa mitaa hii. Anasubiria mapambazuko ya jioni, anaenda kijio gani? Kwa sababu hana pesa. Pokea neema kubarikiwa. Ili enjoy familia yako. Ili ufurahie familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote yanatokana, lazima uwe na imani. Waebrania 11:6. Mbinguni utaenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mbinguni utaenda tu. Lakini lazima tukufungue. Yaani Yesu moyoni, pesa mfukoni, akili kichwani. Safari ya mbinguni afanye nini? Inanoga vizuri. Lakini kama Yesu naye moyoni, pesa hamna, alafu na akili hamna, yani unachanganyikiwa zaidi, unavurugika. Anasema hivi, nimevurugika, nikavurugika tena. Kama unaona wewe nataka niwe na kampuni kubwa, usikate tamaa. Anza kuonekana hata muonekano wako. Huo ni tajiri. Hawezi tajiri akatembea njiani huko akitafuna mahindi, akitafuna mua, yani anatafuna sijui karanga. Haiwezekani. Tajiri ana mwenendo wake, anatembea kwa kujiamini. Wewe ni mfalme, lazima uanze kutengeneza mazingira. Kinachokufanya uanze kutembea na kujiheshimu, maana unaona kesho ni bora zaidi. Maana kesho yako ni bora zaidi kuliko leo yako. Lakini kinachokupoteza, maana haujui kesho yako ikoje. Maanake unadhani unaishi leo na kuisha leo. Lakini unapofahamu kesho yangu mimi ni mtu wa namna fulani, lazima lugha yako itabadilika. Lazima usemi wako utabadilika. Kuna watu ambao hutambatana nao kwa sababu ya mtazamo wako na mtazamo wako.